Mara baada ya GSM kuweza kurukaruka kuhusiana na masuala mazima ya kujenga uwanja wa Yanga katika eneo la Jangwani, basi kiongozi tajiri mwenyewe, tajiri nambari moja Afrika Mashariki na Kati, Mohamed Ghuram Dewji almaarufu kama Mo Dewji, ameweza kuja na majibu kuhusiana na masuala mazima ya uwanja wa timu ya Simba. Kama ambavyo tunafahamu, kiongozi tajiri kabisa GSM wa timu ya Yanga aliweza kutoa ahadi ya kwamba atawajengea uwanja mkubwa sana timu ya Yanga ifikapo mwezi wa 4 mwaka 2026. Hivi tunavyozungumza mwezi wa 4 huu hapa, na hatujaona hata hatua za awali za kuweza kujenga uwanja. Sasa hizo mboyo mingi, hizo swaga za kuhakikisha kwamba Engineer Hersi Said anachaguliwa tena kama mwenyekiti, basi katika timu ya Simba zenyewe ni hazipo kabisa, kwa sababu unaambiwa tajiri ameweza kukasirika. Mohamed Dewji ameweza kukasirika, na hivi ambavyo tunazungumza mimi na wewe, yupo katika harakati nzito za kuhakikisha anawajengea uwanja mkubwa timu ya Simba, uwanja ambao unaweza kukidhi vigezo vyote vya viwanja vikubwa, ikiwemo kuchezewa mashindano makubwa kama ya AFCON, ikiwemo kuchezewa mashindano makubwa kama World Cup na CAF Champions League na UEFA Champions League. Bwana, unaambiwa mwenyekiti wa bodi wa timu ya Simba Mohamed Dewji ameweza kuiandikia barua bodi ya timu ya Simba ili iweze kumpa ruksa ya kujenga uwanja mzuri kabisa. Hapo mwanzo Mohamed Dewji aliweza kujenga uwanja wa mazoezi, na sisi wote tunajua pale Bunju kuna kiwanja kimoja kikali sana ambacho Simba wamekuwa wakikitumia kwenye masuala mazima ya mazoezi, na pale Bunju eneo bado ni kubwa linaloruhusu Mohamed Ghulam Dewji kuweza kujenga arena ambayo Simba wanaweza wakawa wanaitumia kwenye mechi zao mbalimbali. Bwana, tajiri ameshatenga mzigo, tajiri ameshaweka mawe ya kutosha ya yeye kuweza kujenga uwanja. Na tajiri anasema kwamba uwanja ule 80% basi zitakuwa ni za kwake, na 20% ambazo zitapatikana basi zitaenda kwenye mapato ya klabu ya timu ya Simba. Sasa sijafahamu watu kutoka Yanga wanajisikiaje baada ya kusikia zile ahadi ambazo ameziahidi Mohamed Ghulam Dewji, tajiri wao GSM, kupitia kijana wake mwenyekiti wa timu ya Yanga Engineer Hersi Said aliweza kuwaahidi ya kwamba atawajengea uwanja, lakini mpaka sasa ni unyoya, uwanja haujaanza kabisa kuweza kujengwa. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wao wameweza kubobea kwenye masuala mazima ya kabumbu, wao wameiva kwenye masuala mazima ya kabumbu. Wanasema kitendo cha Mohamed Dewji kuweza kutangaza ya kwamba ataijengea timu ya Simba uwanja mpya, hizo ni siasa za mpira. Kwa mujibu wa utani wa jadi kati ya Simba na Yanga, hicho kitu ni cha kawaida. Huu ni kwa mujibu wa watu mbalimbali ambao wanafuatilia masuala mazima ya michezo. Wanasema ya kwamba kile kitu ambacho Mohamed Dewji ameweza kukifanya ni kama kutoa majibu upande wa pili, ni kama kutoa majibu wa kile ambacho GSM alihitaji kukifanya. Kama ambavyo tunafahamu Simba na Yanga ni kama mapacha ambao wasiofanana. Kile kitu ambacho wanakifanya Yanga, basi Simba na wao wanataka kufanya kitu kama hicho ili ionekane ya kwamba wao wako juu, yani mmoja yuko juu zaidi ya mwingine. Sasa mara baada ya GSM kuweza kutangaza ya kwamba atajenga uwanja mzuri, atajenga bonge moja la arena special kabisa kwa ajili ya klabu ya Young Africa, naye Mohamed Dewji kupitia watu wake mbalimbali, Mohamed Dewji kupitia watu wake tofauti, basi aliweza kutangaza na yeye ili Simba ionekane iko juu zaidi ya Yanga. Lakini ukiangalia kwenye jicho lingine, jicho la kiufundi, unaweza kusema ya kwamba kile kitu ambacho Mo amekitangaza ni kina ukweli wa 100% na amekidhamiria, kwa sababu Mo, moja kati ya ndoto zake ilikuwa ni kuijengea timu ya Simba arena, ili timu ya Simba iache kuhangaika kwenye masuala mazima ya viwanja. Kama ambavyo tunafahamu
timu ya Simba imekuwa ikihangaika kwenye masuala mazima ya viwanja mara iliweza kuchezea KMC msimu uliopita na saizi mara baada ya uwanja wa Taifa kuweza kufungiwa kwa ajili ya marekebisho ya AFCON, basi timu ya Simba iliweza kutafuta uwanja mwingine wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja wa nyumbani wa timu ya JKT. Sasa moja kati ya ndoto za Mohamed Dewji ni kuhakikisha ya kwamba yeye anaweza kuhakikisha anatoa hizi hadha ambazo timu yake ya Simba imekuwa ikizipata linapofika masuala mazima ya uwanja. Na hata ukiangalia umri wa klabu hizi mbili, Simba mwaka 1936, Yanga mwaka 1935, unaweza kutambua ya kwamba hizi timu zina umri mrefu lakini zimeshindwa kuweza kumiliki uwanja. Angalia timu ya Azam yenyewe imeweza kuzaliwa mwaka 2008 hivi karibuni kabisa, lakini wanaweza kumiliki uwanja mzuri kabisa ule wa Chamazi Complex na wamekuwa wakiutumia kwenye michezo yao mbalimbali ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hizi timu mbili Simba na Yanga zinahitaji ziweze kupata viwanja ili ziweze kujivunia viwanja vyao kama vile ambavyo timu zingine zinaweza kufanya. Kwa mfano timu kama JKT, wao uwanja wao ni wa Meja Jenerali Isamuhyo, wanajimwaya pale. Timu ya Azam wenyewe, Azam Complex, ni uwanja wao, wanaweza kujimwaya na uwanja wao. Sasa hizi ahadi ambazo zimeweza kutolewa na hawa mabosi wote wawili ni ahadi ambazo kwa namna moja ama nyingine, kwa hali na mali, zinatakiwa ziweze kutekelezwa ili kutengeneza uaminifu kwa wanachama wa timu zote mbili, wanachama wa timu ya Simba pamoja na wanachama wa timu ya Yanga. Endapo hizi ahadi zikishindwa kutimizwa, itaonekana ya kwamba hawa viongozi wao wanaswaga tu, wanafanya hivyo ili waweze kuchaguliwa kwa mara nyingine tena, ili waweze kuziongoza klabu hizi mbili. Na unaweza kusema klabu ya Simba pamoja na klabu ya Yanga, hizi ni klabu ambazo mapato yake yako juu sana, kwa sababu endapo mapato yangekuwa chini basi hawa matajiri wawili ni kama ambavyo tunafahamu matajiri hawawezi kukingangania kitu ambacho wanapata hasara. Zingekuwa hizi timu hazina matokeo yoyote, basi tungeweza kuona matajiri wote wawili, GSM wa timu ya Yanga pamoja na Mohamed Dewji wa timu ya Simba, wangeweza kuziacha kuzitumia hizi timu kuweza kutangaza bidhaa zao kama energy ya Mo Extra pamoja na energy ile ya GSM, bila kusahau maji ya Mo na maji ya GSM. Kiufupi hizi klabu zina faida kubwa sana. Sasa kama hizi klabu zina faida, basi matajiri wanatakiwa kuweza kurejesha fadhila za kuweza kutengeneza arena ili hizi timu kubwa mbili za hapa Tanzania, timu zote kongwe, ziweze kujivunia. Sio zinakuwa na matajiri kazi yao wenyewe kuchukua tu faida zinazotokana na matangazo, kuchukua faida ambazo zinatokana na mashindano tofauti kama mashindano ya CAF Champions League. Lakini mimi presenter wako wa Bongo 9 ninaamini ya kwamba haya mambo ya kujenga arena kwa timu zetu za hapa Tanzania, timu zetu za Kariakoo, yanawezekana kama viongozi hawa waliweza kurejesha timu hizi. Kama ambavyo tunajua timu hizi zilikuwa zimepotea kabisa kwenye ramani ya soka ya kimataifa, lakini viongozi hawa Mo Dewji aliweza kuanza arejesha timu ya Simba katika makali yake na ikaweza kutinga hatua za robo finali takriban mara saba mfululizo. Pale ambapo ilikuwa ikiingia timu ya Simba iliweza kuingia robo finali mara 7, na hii ni kwa msaada mkubwa sana wa Mohamed Dewji. Hata Yanga ambao hawakuwahi kuingia kabisa kwenye hatua ya robo finali baada ya miaka mingi, miaka takriban 50, iliweza kuingia katika hatua ya robo finali kwa msaada mkubwa wa GSM Karibu Said Mohamed, akiweza kumpatia kazi kijana wake Engineer Rashid Said. Kwa hiyo kama hawa matajiri wameweza kufanya mambo yote haya, mimi na uhakika hata masuala ya kujenga uwanja basi ni suala la muda, wanaweza kujenga uwanja. Bwana, kutokea mwanzo mpaka mwisho wa hii exclusive interview ambayo inamhusu Mohamed Dewji kuweza kuijengea timu yake pendwa kabisa, timu ya Simba, uwanja, ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Rich Mo TZ. Lakini kabla sijaweza kukuacha,
ningependa kukuasa kusubscribe channel yetu ya Bongo 9.